Yesu na wanafunzi wake mitume 12 ameshakutana na hii mara kadhaa, na alifanya makusudi waelewe kwamba wako vitani. Wakati akiwa na wao tangu ngambo ya mto ya bahari ya Galilaya ambayo ndio ziwa, wakiwa wanavuka kurudi huku, wanatoka kule na yeye Yesu ameshahubiri tayari, wanarudi wakiwa katikati ya maji ya bahari yakaanza kupiga kwa mawimbi makali sana, na Yesu akiwa ndani. Alivyoona vile, Yesu akapiga usingizi kabisa. Hawajamaa wanaendelea kupambana na maji, Yesu ampiga usingizi kabisa. Angalia, katikati ya mambo magumu, katikati ya vitu vya hatari, Yesu akalala usingizi. Mitume wake wakachanganyikiwa, usingizi hakupatikana. Maji yakiingia wanachota na mwaga. Yesu kapiga usingizi kabisa. Mwisho yote Petro akasema, hapa haiwezekani. Huyu jamaa tuko naye ni mtu miujiza. Ni mtu miujiza. Anafanya mambo makubwa tunayaona, na amelala hapa ndani. Tutakufa peke yetu. Hatukubali. Tumwamshe. Wanamwamsha Yesu. Bwana mkubwa, Bwana, amka. Anaambia vipi? Anasema, unalalaje? Unaona tunataka kuzama, tutakufa. Yesu jibu lake la kwanza anawaambiaje? Anawaambia, je, hamna imani bado? Angalia hilo neno fupi tu, afu na swali ndani yake. Je, hamna imani bado? Lakini sentensi hii fupi na yenye swali mwishoni ina maana zaidi hata ya 10 ambazo watu wengi wazionagi. Ziko maana, ziko tele pale. Sikiliza, hili jibu la swali ni jibu la swali. Maana kuna swali na jibu, na kuna kujibiwa kwa kuuliza swali. Kwa hiyo Yesu anawajibu kwa kuwapiga swali. Anawaambia, je, hamna imani bado? Swali la Petro na wenzake wanamuuliza Yesu, wewe kwako sio kitu kikubwa? Tutaka kuzama kwenye maji haya, wewe umepiga usingizi? Yaani maana yake wanategemea waambia, unajua ni jambo kubwa kweli. Sasa unajua niko hapa. Hakuanza kuwaelezea. Akawaambia tu, je, hamna imani bado? Hawakumuelewa anazungumza nini. Lakini ngani kuambia alichoongea pale. Alichowaambia cha kwanza, maana yake mimi niko na ninyi hapa. Mawimbi yanapiga haya, niko humu. Dhoruba inayotokea, niko na nyinyi hapa ndani. Tena siogopi, nimepiga usingizi, maana yake nimestarehe. Maana yake na ninyi mlipaswa kuamini tu niko pamoja na nyinyi, tusonge wapi? Mbele. Maana yake kama mnaamini mimi ni mwenye uweza, maana yake hata nyinyi hamtakufa, maana niko pamoja na nyinyi ndani ya mtumbwi huu. Wengi wamekuwa kidhani kwamba wakati wa suruba, mambo magumu, wanafikiri Yesu amechomoka, anaondoka, amemwacha peke yake. No, Yesu saa ile yuko ndani yako wewe. Watakutesa ni kweli, watakutukana ni kweli, saa ile Yesu yuko ndani yako kabisa, amekaa mzima. Watu waelewagi, wanafikiri Yesu kwa sababu yuko mbinguni hatembeagi dunia, ashuke duniani. Yuko kila mahali. Niliwaambia ile clip, kuna watu waliona, nafikiri waliona ile clip. Ile clip inasadifu maandiko. Wale wana science wale wameenda kule anga za mbali. Kwenye space, kuna space moja kubwa sana. Kwenye space kule wakajaribu tu. Wao jamaa walikuwa wanajaribu tu. Waone, wajua sasa wana mambo mengi, wanataka kujaribu kila kitu, wanataka wajaribu kila kitu. Wakajaribu tu. Wakauliza swali. Wakasema, Yesu uko hapa? Wanahoji kwenye space. Yaani wao wanaona kama ni tujaribu tu, wanaona tu. Sababu wanasikia mambo ya Yesu kwa hiyo tujaribu. Yesu uko hapa? Afu katulia wasikilize. Wakasikia, nawaambia, ndio niko hapa. Wakaona hii kumbe ni kweli. Wakamwambia, tunataka tuone umekaa sehemu gani eneo hili. Akaambia, hapana, niko kila pahali. Nipo kila wapi? Kila pahali nipo. Nimezungumza sababu gani mambo hayo? Sikia. Watu nafikiri Yesu akiwa hivi ni mmoja hivi, hawezi kwenda sehemu yote. Aliwaambia mitume wake, haina budi niondoke kwanza. Nikienda kuna kazi itakuwa rahisi sana. Asema nitamleta Roho Mtakatifu. Unasikia maana Roho Mtakatifu? Maana yake yeye mwenyewe atakuja Yesu kwa njia ya Roho.
akiwa physically pale Yerusalemu, Tanzania msingempata Yesu. Kwa sababu kwenye mwili asingekuja Tanzania mpaka usafiri wa ndege. Ilibidi aende asema nitakuja kwa namna nyingine ya kiroho. Ndio maana sasa hizi ukiita Yesu Tanzania anaitika. Ukiita Yesu Marekani anaitika, yuko pale. Kila mahali ukiita anaitika, maana ni roho sasa. Kwa kila mtu ndani yake Yesu yuko ndani. Ukipita kwenye magumu usiseme Yesu kaenda wapi. Usiangalie juu mbinguni, yuko ndani yako. Yuko ndani yako Yesu. Yesu huyu ninamsema hapa. Useme ni nani? Ndio huyo. Useme mbona hapana. Kwa namna hiyo unavyojiona hivyo ulivyo, ndani yako Yesu yupo. Ni wewe kwa sababu hujamuelewa, hujatambua, ndio unaona kuna kazi hazifanyi. Kwa sababu bado hujaelewa kama yuko na wewe. Niwapo mfano siku moja nikamwambia mtu mmoja alikuwa na jumba kubwa ghorofa. Mnakumbuka niliwaambia? Yule jamaa nyumba nzima ni ya kwake. Siku moja akasikia hodi nzuri ya taratibu, taratibu, hodi safi. Akasema karibu. Fika pale kuta Yesu yuko mlangoni. Akamwambia karibu sana, akaingia. Karibu bwana, asante sana. Basi naomba kaa chumba kimoja hiki, kaa hapa. Hiki chumba ni cha kwako. Yesu karibu sana. Akamwambia nashukuru. Akakaa kwenye chumba kimoja. Jamaa kabaki na vyumba vyote vitano katika 6 vyote. Vyote vitano vya kwake mwenyewe na sebule ya kwake mwenyewe. Siku moja shetani akaja pale kwa vurugu kubwa sana. Jamaa akaona hii vurugu ya nini? Kafungua mlango kuta shetani huyu hapa. Wewe pambana naye, usiingie na ingia. Jamaa akachoka hoi, ndio baadaye shetani akafanya akaondoka. Jamaa akasema ngani mfuata Yesu chumbani. Amekuaje yuko humu ndani na huyu shetani kaja hapa? Akamfuata. Bwana, mbona huko hapa na jamaa yule amekuja hapa? Akaambia hii nyumba si ya wewe, kote ni kwako. Mimi kwangu umenipa chumba changu hiki hapa. Akaambia basi wewe kuongeza vyumba 3. Akaambia ina shida. Kama vya chini 3 vya chini yote vya kwake. Kesho shetani tena huyu hapa kaja. Vurugu kafuata Yesu. Sasa bwana, mbona tena kaja? Mbona leo tena kaja ujamaa na vurugu vipi? Na wewe uko ndani hujafanya chochote. Akaambia mwanangu, vyumba 3 tu umenipatia, vingapi? 1 2 3. Sehemu zingine zote ni za kwako wewe. Kwa hiyo wewe ndio unakutana na huyu jamaa. Kwa hiyo asema ukitaka ni mimi ndio nikulinde na nyumba nzima, nikabidhi nyumba yote. Akasema kweli basi funguo ya chumba cha kwanza mpaka cha 6 hii hapa, sebule yote nyumba, funguo zote hizi hapa. Mimi nitakuwa kama mgeni wako sasa. Akaambia sawa. Kwa siku nyingine alipokuja shetani nganga, akakutana na mwenye nyumba mwenyewe nani? Ni Yesu. Kwa Yesu ndio akapambana na shetani. Akaona akasalenda shetani, akaona samani bwana mkubwa. Samani, akaondoka. Ndivyo ilivyo kwa watu wengi leo hii. Wanadhani Yesu ndani yao hayumo. Nisikilize. Ukisema Yesu na kuamini, Yesu ni Bwana na Mwokozi, naomba unifute jina langu kwenye kitabu cha hukumu ya dhambi, unaandika kwenye kitabu cha uzima wa milele. Ukishasema maneno hayo ukakubali, anaingia ndani yako. Ndio anasema tazama ile 20 Ufunuo 3:20. Tazama nasimama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu akifungua mlango, nitaingia kwake, nitakaa na yeye, nitakula na yeye. Si unaelewa? Yaani kuanzia pale Yesu yuko ndani yako wewe. Sikia, wewe unamwona Yesu yuko mbinguni. Na ukimwona yuko mbinguni kamanda, itakuwa hivyo hivyo kwako, yuko mbinguni. Ukimwona Yesu yuko kwa fulani, na itakuwa hivyo Yesu kwa fulani, kwako atakuwa hivyo hivyo unavyoona aonavyo mtu nafsini mwake. Lakini Yesu yuko kila pahali. Usiongopewe na mtu kwamba ukiokoka vita hiyo itaitokezea kwako. Ni uongo. Vita na majaribu hayana budi kutokea, kwa sababu hayo moja ni kipimo cha wewe kuhusu Mungu uliye naye. Hiyo namba 1. Unapimwa kuhusu Mungu uliye naye. 2, unapimwa imani yako kuhusu Mungu unayemwamini. Ayubu alipimwa kuhusu Mungu anayemwamini. Ile vita pale ya Ayubu wala ilikuwa sababu na makosa. Hakuwa na makosa, hakuwa na dhambi. Ilikuwa issue ni kwamba unayemwamini
Utamwamini ukiwa huna kitu au utaendelea kumwamini ukiwa nacho? Ndio Ibilisi anaomba ruhusa kwa Mungu. Mungu, wewe mlinda, wewe ondoa tu nikuoneshe shughuli. Akifilisika huyu anakukana. Mungu anaambia hapana, anaambia wewe toa mkono. Mungu akatoa mkono kwenye mali zote za nani? Za Ayubu. Siku hii mali akawa maskini kwa siku moja. Alikuwa tajiri sana jamaa huyo. Siku hiyo hiyo moja akawa maskini. Fanya mchezo ni kupimwa imani yake kuhusu Mungu anayemwamini. Je, anaamini Mungu sababu ya vitu alivyonavyo? Na hii inawakuta wengi wanaanguka kwenye anguko kubwa sana. Wengi anguko lao linaanzia hapo. Kwa nini? Anasema nilikuwa nina gari na nyumba zangu. Sasa mimi naona Mungu afikie hayupo, ameniacha. Anakufuru. Kumbe alikuwa anapimwa imani kuhusu Mungu aliyenaye. Kumbe saa ile Mungu alijivunia wewe. Wewe unamwangusha Mungu kwa ajili ya ujinga wako. Kumbe Mungu alikuwa anajivunia wewe saa ile. Ukamlet down. Kwa nini? Kwa sababu ya kukosa imani yako kwa Mungu. Wakati mtu yoyote anakutana na vita yoyote iliyopo, akumbuke kwamba Mungu yuko kwake. Yesu yuko ndani yako. Usianze sema sasa mimi nafikiri Mungu atakuwa hayuko kwa sababu mbona hiki sipati, mbona hiki sina. Asikudanganye mtu. Uko na Mungu kabisa aliye hai. Huyo Mungu unayemjua, huyo unayemwabudu, huyo ndiye yuko kwako.